kuwa nani? Utaniuliza nasema prophet ni sikiliza. Ndio maana muulize Farao. Anawaambia watumishi wake anasema tumpate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa. Maanake Kristo ameangalia kwenye ufalme wao wote, ameangalia kwenye taifa lao lote, hawajapata mtu kama huyu. Maanake wanatambua thamani ya huyo mtu aliyokuwa nayo. Wanajiuliza wataweza kumpata wapi tena mtu kama huyo, hata sema basi wa kufanana naye. Ongea na mtu. Kuna lengo zingine kwenye maisha yako utakazoziendea, utakazofika utakuja kuniambia ya kwamba hizi level nimefika. Maadui wa mwaka 2024 na 25 siko nao. Kuna maadui wake wameingia na mimi kwenye level hii. Kila viwango unavyozidi kupandishwa kwenye maisha yako, na kuna maadui wake unawakuta kwenye level hizo. Hauwezi ukakuta mtihani wa darasa la 4 ukapewa ukiwa form 4. Sio kama kuna mtu anaelewa vizuri. Mtihani wa darasa la 4 ukishapita umeshapita. Hauwezi ukapewa ukiwa form 4. Maana kidimisi ukipo unapoingia form 4 unakutana na changamoto za form 4. Unapoingia kwenye viwango vya kufungua supermarket unakutana na watu maadui wa level hizo. Wale walevo ukiwa gengeni wale hawana hata kuwa na mpango na wanataka ambao wanajua bisa moja kwa moja kwamba huyu ameingia kwenye level zetu. Naongea na mtu hapa. Hivyo tunasoma habari ya mtu mmoja anaitwa Daniel. I remember that huyu jamaa alikuwa yuko mtu mmoja ambaye alikuwa ana akili sana. Alikuwa mtu ambaye yuko karibu sana na Mungu. Ilikuwa na akili lakini lazima uwe karibu na Mungu. Haleluya. Lakini kitu kimoja nilikuja kujifunza kwa Daniel ni kwamba alikuwa na marafiki zake, alikuwa na jamaa zake, alikuwa na ndugu zake. Kuna kitu cha ajabu kinakuja kutokea. Huyu jamaa anakuja baadaye kupandishwa cheo na mfalme. Wale ambao waliokuwa pamoja naye marafiki, baadaye wanakuja wanamgeuka, wanaanza kuandaa njama mbaya dhidi yake. Ndio utakuja kujua kwamba binadamu mawazo yao wanayokuanzia leo hii unaweza usijue. Haleluya. Sisi tunaweza tukakaa hapa, unaweza kukaa na huyo jirani yako. Wanahakikisha wanapiga vita hatua mpya yoyote ambayo Kristo anataka kuiendea. Hatua inaweza ikawa ni kwenye kazi yako. Kitendo cha bosi kukuambia na kuongeza mshahara hata shilingi 20 ni hatua mpya. Haleluya. Shetani hapendi kuona wewe unaongezeka kwenye eneo lolote. Swala linaloita maongezeko kwa adui ni vita kubwa na hataki kusikia. Anachotaka ni kuona umebaki kwenye level ile ile ama umeshuka zaidi. Haleluya. Sasa sisi tuna taarifa mbaya kwa maadui ya kwamba kila baya wanalokupangia kwako halitatokea katika jina la Yesu. Yaani kama wana mpango ya kwamba wewe utashuka zaidi ama utaishia hapo, mimi ninatabiri katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuongeze viwango vingine, roho ongezeke kachiliwe juu yako, ukaongezeke kwenye kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hadi leo nakaa nasema mimi ni wapi nimekosea ndugu zangu? Nimekosea wapi marafiki zangu? Haleluya. Lakini kumbe kuna kitu fulani kimeongezeka kwa. Hebu fungua Biblia yako. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Fungua Biblia yako. Fungua Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza. Maripo shikepe ipo andele. Shakata nene shikafa ushikapare. Rekete besipande bishkapara. Zanele me ende shi azkatalefa ush. Fungua Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza. Aliyepata nafasi. Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza. Kuna kitu tunaweza kuangalia hapa. Ndio. Ndio. Alikuwa mmoja wao. Ndio. Ili maliwali hawa wote, watoe hesabu wao. Mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akazimu kuweka juu ya ufalme wote. Ndio. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo haya ya ufalme. Hebu subiri kwa sababu kuna kitu kinachokuja kutokea. Wale wenzake walikuwa kwenye level sawa na Danieli mwanzoni.
wanatafuta sasa mikakati ya kwenda kumshtaki Danieli. Kwa nini? Kuna namna wameona Danieli ameongezeka, amewaacha hatua fulani. Naomba nisikilize kwa makini sana. Wanatafuta sababu ya kwenda kumshtaki Danieli. Kwa nini? Kuna namna ameongezeka. Siku moja nilisha kumwambia mtu mmoja, nikamwambia kwa makini na huyo rafiki yako. Kuna namna naona ana roho fulani ya uwivu ndani yake. Anakuonea uwivu bila wewe kujua. Akasema hamna, rafiki yangu tumetoka naye mbali. Lakini siku alipokuja kumtendea yaliyo mabaya, baada tu ya kuona yeye amepandishwa cheo, ndio akakumbuka yale maneno aliyokuwa anamwambia ya kwamba unapaswa kuwa makini sana. Unaweza kawa ni rafiki leo, lakini haujui kitu gani anachokuanzia. Anasemaje Mungu? Anasema mawazo ninayowazia mimi ni mawazo yaliyo mema. Sasa just imagine Daniel, leti kama angalikuwa anajua ya kwamba hawa marafiki zangu leo kesho wanaweza wakawa sababu ya kunigeuka kwenye maisha yangu na kuja kuwa maadui, yamkini asingekaa nao karibu. Mimi tunakwambia kuna vitu vingi sana Mungu amekuficha juu ya watu waliokuzunguka. Leti kama ungalikuwa unajua ukweli juu ya wao wanavyokuchukia, sidhani kama ungeendelea kuwa nao karibu. Ni uko nao karibu kwa sababu wanakuonyesha kwa nje kama wanakupenda, wanakuonyesha kwa nje kama wanakujali, wanakuonyesha kwa nje kama wako pamoja na wewe, lakini kumbe ndani wamezamilia mabaya juu yako. Nikishajua unazamilia mabaya, naenda kwenye Zaburi tu. Kuna mahali anasema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Biblia inasema walijikwaa wakafanyaje? Wakaanguka. Haleluya. Haleluya. So Daniel yeye yupo kwenye sherehe, anasherekea kuona amepata kibali machoni pa mfalme, amepandishwa cheo zaidi ya watu ambao walikuwa wengine wamemzunguka. Lakini cha ajabu ni kwamba badala wampongeze, unaanza kuwa ndani njano pale. Unasema iwezekani Daniel sisi tupo kwenye level hii. Lakini ukija kuangalia hata wale waliokuwa ambao wameenda njama ni wote leo pia walikuwa wanataka hiyo nafasi. Kwa tafsiri nyingine, maana hata kama angenunua mwingine katikati yao na wale wangemgeuka. Haleluya. Maana hiyo nafasi hakuwa anaitaka Danieli peke yake. Halafu kitu kingine, nafasi haipatikani kwa kutaka kufanya majengeka mengine. Nafasi inapatikana kwenye eneo la maombi. Danieli alikuwa ni mtu wa maombi. Hakumwambia mfalme naomba hiyo nafasi, bali aliyatamia kwenye chumba cha maombi. Akasema kama nafasi ya kwangu itakuwa ya kwangu, hakuna atakayeweza kuichukua. Wakati yeye anaendelea kuomba, mfalme anauwaza namna ya kumbe ile njema. Naongea na mtu hapa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja kipo hivi. Leo kesho kwenye maisha yako kuna uwezekano mkubwa kabisa wa Mungu kukuinua. Lakini unapaswa kuwa makini sana. Sio kila anayekuja kukupongeza ana nia kukupongeza. Sio kila mtu anayekupongeza amefurahia mafanikio yako. Sio kila mtu anayekupongeza amefurahia kuinuka kwako. Kuna mtu mwingine anakuja kushuhudia ili aangalie namna gani atakavyoweza kukuharibu, aangalie namna gani atakavyoweza kukushusha kwenye eneo hilo. Anawezaje? Anajisogeza karibu, hongera sana bwana, nasikia umepata kitu fulani, nasikia jambo fulani. Kumbe ile sio hongera. Anaangalia milango ya kupitia kuja kuharibu baraka yako. Anaangalia milango ya kupitia kuja kuharibu maisha yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nakuombea Mungu akutenge na watu wa namna hiyo katika jina la Yesu. Amen. Mungu akutenge na watu wa namna hiyo katika jina la Yesu. Amen. Ambao wako karibu yako kwa sababu ya kutaka kufanya njama ili uanguke. Nasema hautaanguka katika jina la Yesu. Ninamaanisha ninavyosema, nasema hautaanguka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hajui chochote. Yeye anachojua wao ni marafiki. Yamkini alipotoka kuteuliwa akaenda na kwao na kuambia jamani, ndugu zangu, nina habari njema. Mfalme niweka kwa nafasi ya juu zaidi kwenye ufalme. Jamani, tusherekee kwa pamoja. Kumbe milioni mwao kuna watu wanaonyesha sumu kali. Watu wanaonyesha chuki. Watu wanaonyesha namna gani hawajapenda. Ni mbali sana. Wewe ukitaka kugundua hata ndugu zako wenyewe ni wanakuchukia. Leo wanakupenda kwa sababu maisha yako ni ya kawaida. Wewe kesho kutwa nunua gari. Nenda tu kawatembelee na gari lako. Sio tena la bei kubwa sana, hata la milioni 15, 16. Waonyeshe tu kwamba jamani, ndugu zangu, nimenunua gari. Kwa kweli jamani, Mungu ni mwema. Utaanza kuona. Halo?
unaanza kuona hao wanaokupongeza zile sehemu ndio wanakuja kuwa maadui baadaye. Kuna namna wanaanza kukupiga vita, hauelewi ni kitu gani kinachoendelea. Kumbe kuna maongezeko, na inachofanyisha hivyo ni madhabahu inaanza kusensi kwamba kuna maongezeko yametokea kwa mtu. Moja kati ya kitu kimoja ambacho nilimwambia Mungu, nikasema hivi, kwenye hatua yangu yoyote mpya nitakayoipiga kwenye maisha yangu, kila madhabahu nitakayotaka kuinuka kunipiga vita, ninainyamazisha kimya, haitainuka. Na watu wengi wanaona gani kitu cha kawaida. Sikiliza, hiyo madhabahu zikiinuka, zinainuka na nguvu zote, zinainuka na wafuasi wote, zinainuka na watesi wote, ni zinahakikisha unashuka chini. Chunguza, kuna watu wanaowafahamu walifika kwenye level fulani ya mafanikio, lakini hawakuweza kukaa pale kwa muda mrefu. Alifika mahali mtu anakwambia nilikuwa namiliki biashara, nilikuwa namiliki nyumba, nilikuwa namiliki gari, lakini muulize leo viko wapi? Atakuja kukwambia kwamba baadaye tu, ghafla baada ya miaka fulani hivi nikashangaa tu vitu vinaanza kuondoka. Sio vitu vinaondoka. Shetani anapoandaa mkakati wake, unaweza ukachukua hata miaka 3-4 kukuangusha. Wewe unaweza ukaona leo hii hakuna vita yoyote inayoendelea. Unaona tu unaomba vizuri, na sometimes umefika mahali umejisahau. Hata ile mwanzo ulikuwa unaingia kuomba, sasa hivi kuomba hauombi. Ulikuwa unaenda kanisani, lakini siku hizi hata kanisani huendi. Umerelax. Na hata ukiuliza unasema mbona ibadani siendi na biashara nauza bwana. Unajua hizo ni zana za wakoloni Maombi haya mimi ndio nimekuja kugundua leo. Lakini maombi ndio msaidia amepata vyote. Leo anayakashi maombi. Anaona basi mwanetu. Tunakupa muda. Haleluya. Utakuja baadaye unagoti unapiga unamwambia Mungu naomba unirehemu, lakini muda zetu tumeshachelewa. Haleluya. Haleluya. Chochote kile kinachopatikana na maombi kinatunzwa na maombi. Usije ukapata kwa maombi ukaenda kutunza kwa akili yako, utafeli. Haleluya. Yaani mtu kitu amepata kwenye maombi, kwenye madhabahu ya Mungu, anataka kutunza kwa akili yake. Anataka kutunza kwa ushauri wa mashoga zake. Haleluya. Huyo mume ukumpatia kwa shoga yako. Haleluya. Na ninakukumbusha wewe, shoga yako ndo mwanzoni alikuwa anakucheka, anakuambia wewe huna mume, huna ndoa. Ulipoingia geti kwenye boti kwa piga ukamwomba Mungu, naomba nitendee jambo, Mungu akamtendea akakupa wewe mume. Leo hii kuna namna haumuelewi mume wako, unaenda kwa shoga yako. Shoga yangu naomba unishauri. Hivi ndoa yangu nawezaje kuifanya hivi Mungu anipende? Shoga anakuambia sasa ngoja nikupe somo zuri. Anageuka kuwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Hata usipotikia amina. Haleluya. Amen. Anageuka kwa nani? Anaanza kukushauri, anaanza kukwambia nenda fanya hivi, fanya hivi. Baadaye unashangaa ndoa na mume mwenyewe anazidi kuchoromoka, anazidi kwenda nje. Sasa shoga yangu hapa sielewi nimekosea step. Kwani unifanyaje? Nilifanya hivi na hivi. Lile limao umekosea, weka hapa. Halo? Halo? Unasema kumbe nimekosea. Limao unaweka wapi? Usiweke sasa limao, uweke kwenye katikati ya ubwangu. Ule ukoko leo unaoisha, ule ukoko unatakiwa ale yeye. Hiyo ni dawa na kufundisha mume atakupenda. Ukienda kumwekea ukoko ndio kesho kabisa hajarudi. Haleluya. Amen. Haleluya. Unakuja kuishtuka kwamba shoga yako pia naye ni adui. Hapendi maendeleo. Ulipoolewa alichukia. Kwa hiyo unafikiri yeye hapendi kuolewa. Wewe umeolewa, yeye hajaolewa. Alafu unaona vitu havileki, unaenda kumwomba ushauri yeye ambaye hayupo hata kwenye ndoa. Nikisema hivi hakuna amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kati ya kitu ambacho kingine ukifahamu, huyu Mungu tunayemtumikia, baadhi ya majina ambayo anaitwa, jina moja anaitwa mshauri wa ajabu. So the moment kuna mahali kitu kile ukielewi, ni bora urudi kwake, umwambie naomba unielekeze juu ya ndoa yangu, nipe maelekezo juu ya biashara yangu, nipe maelekezo juu ya hii kazi yangu, nifanye nini ili niweze kuinuka tena. Haleluya. Amen. Haleluya. Ukiona wewe kitu mwanzoni ulikuwa na Mungu, baadaye unaanza kumwacha Mungu, unaanza kwenda kwa wanadamu, unapotea. Haleluya. Amen. Ongea na mtu. Ukianza kuona unaanza kuama na amani, unaanza kuomba ushauri sana kwa wanadamu kuliko kwa Mungu, unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona chochote kinakusumbua kwenye maisha yako, ukiona vita yote imeinuka kwenye maisha yako,
Hebu chunguza kabla ya kukurupuka na kutaka kufanya maamuzi. Maamuzi mengi unayochukua leo hii yanaweza kukukosti kesho baadaye. Kuna watu leo hii wanalia, wanasaga meno, sio kwa ajili ya kulogwa, ni kwa sababu ya maamuzi ya ovyo wanaochukua kwenye maisha yao.